Makala hii maalum imetayarishwa na Halmashauri ya Manispaa Geita. Tanzania inaendelea kutambua nguvu na mchango wa vijana katika maendeleo ya taifa. Kupitia sera, program na mikopo ya maendeleo, serikali imekuwa mstari wa mbele kuwezesha vijana kujikwamua kiuchumi. Hata hivyo, pamoja na jitihada hizo, bado yapo maswali, changamoto na kilio cha baadhi ya vijana ambao hawajapata fursa hizo. Makala hii maalum inaangazia simulizi halisi za vijana waliokosa fursa, waliopata mafanikio kupitia mikopo, changamoto zilizopo, pamoja na mwelekeo wa serikali katika kuhakikisha hakuna kijana anayebaki nyuma. Huwa najiuliza maswali mengi sana kwa upande wa vijana, maana serikali inatenga mikopo lakini inakuwa na masharti magumu mpaka waungane vijana watano. Wanapoungana vijana watano wanashindwa kuaminiana na kazi yao inakuwa ngumu, kwa sababu unaweza kukuta ndani ya vijana wale watano wakisha shindwa kuelewana na kuaminiana, mikopo wanashindwa kuchukua. Alafu mkopo mwenyewe unakuwa na mzunguko mrefu. Mkopo unapokuwa na mzunguko mrefu, kijana sasa anaomba mpaka anafikia mahala anachoka. Inakuwa jaza fomu hii, pitia huku, pitia huku, pitia huku. Ushauri, hata kijana mmoja ambaye anaweza akapata hata mdhamini akapewa mkopo, na mkopo kulingana na kazi yake. Mfano sisi hapa Geita tuna machimbo, pia tuna maziwa. Kama uvuvi, tunaweza tukapata mikopo hata ya kununua mitego. Tunayo ziwa la Nkome, tunalo ziwa la Butundwe, tunalo ziwa la Chato. Aidha kuleta mikopo ya vifaa vya uchimbaji madini, kwa sababu hii Geita yote ina sehemu nyingi ni za madini. Hata kijana aliye na uwezo wa kufanya biashara hata ndogo ndogo, hata kufuata viazi akaleta Nyankumbu akauza, au nyanya, kwa pesa ambayo anaweza akakopa mwenyewe kwa mzamana wake, ingekuwa ni bora zaidi na wakafupisha ile mizunguko mirefu. Mimi nina kero moja ukilalamikia serikali. Imekuwa ikitoa mikopo, lakini mimi naona mikopo hii inakuwa inapendelea sana kwa watu baadhi. Kwa mfano, mtu anayejulikana sana ndio anaweza kupata mikopo. Kwa sisi ambao hatujulikaniki, mikopo inakuwa ni shida sana kuipata. Mimi ninajitegemea kabisa kwenye biashara yangu, niko peke yangu. Kwa nini serikali isitoe hiyo mikopo kwa kijana mmoja mmoja? Kwa nini kijana asipewe mikopo ambapo mzazi wake ndio akawa mdhamini wake? Hiyo itapelekea kwamba vijana kunyanyuka kiuchumi na kujiamini vile vile. Pamoja na changamoto hizi, wapo vijana walioweza kunufaika na mikopo ya serikali na kubadili kabisa mwelekeo wa maisha yao. Kwa majina naitwa Chege Robert, ni mwenyekiti wa kikundi cha Geita Trust Brands. Kikundi chetu kimeanza mwaka 2019 kikijihusisha na uzalishaji wa barafu za kuhifadhia samaki na vyakula pamoja na matumizi mbalimbali. Mradi wetu tulianza tukiwa na jokofu dogo sana ambalo tulikuwa tunaweza kudharisha pisi 16, na hizo pisi 16 zilikuwa zikikamilika ndani ya siku 3, na mauzo wakati huo barafu 16 unaiuza 1,000, maana yake ndani ya siku 3 unapata 16,000. Tukaomba mkopo ulikuwa milioni 5. Tukatengeneza mashine ambayo ilikuwa na uwezo wa kuzalisha pisi 20 kwa masaa 12. Tukaenda kwa mkopo wa halmashauri ambao ulikuwa na thamani ya shilingi milioni 49 ambao tuliupata 2020 baada ya kumaliza mkopo wa 2019. Wadau mbalimbali pia walijitokeza kutoka ofisi ya waziri mkuu, idara ya vijana. Walipofika ofisini kwetu wakapenda mradi wetu, kwa hiyo na wao wakatufinance milioni 50 ambayo pia ilituwezesha kuongeza mashine nyingine na hivyo kutuwezesha kufungua tawi jingine. Kwa hiyo tuna tawi hapa mjini, lakini tuna tawi Nkome pia, ambayo yote hii ni kwa msaada, tunaweza kusema ni msaada wa halmashauri, kwa sababu bila halmashauri tusingekuwepo hapa. Wengi wetu udhani hii mikopo inatolewa sana kwa upendeleo, kwa sababu unapokaa na watu ukizungumza nao ukiwaambia pitia hiki na hiki, anakuambia mizunguko ni mingi, mara hao wanatoa kwa watu ambao wanafahamiana na nini. Lakini uhalisia ni kwamba sisi wenyewe wakati tunaanza kukopa mkopo wa mara ya kwanza hatukuwa tunafahamiana na afisa hata mmoja. Tulipeleka maombi kwa imani tu ya kwamba tunaweza kufanikiwa kupata huu mkopo, na Mungu alisaidia, tulipata mkopo. Kuna namna ambavyo vijana wanapaswa tu kukaa kuwaza kwamba ukitengeneza kitu kizuri, ukiwa na wazo zuri, ukilipeleka halmashauri unaweza
kupewa mkopo bila changamoto yoyote na bila masharti magumu. Ni kuwa na miradi ambayo ni ya kimkakati zaidi, mradi ambao utakuwa na uendelevu wa hali ya juu, yani kwa maana ya kwamba mradi ambao utakuwa na uwezo wa kudumu muda mrefu, ili kutengeneza kipato endelevu kwenye kikundi pamoja na jamii kwa ujumla. Lakini miradi mingine ni miradi ambayo inagusa moja kwa moja maisha ya jamii. Ukija na mradi ambao unagusa maisha ya jamii moja kwa moja, automatically mradi wako wewe utakuwa na wateja, kwa maana ya kwamba kile unachokifanya kinahitajika na jamii husika. Kwa hiyo ushauri wangu, wasibweteke bali waichangamkie fursa na wasiamini kwenye maneno yanayodhaniwa, maneno ambayo ni dhania tu, kwamba kule nikienda mpaka nitoe hela ndo nipate, mpaka nifanyeje, mpaka tuwe tunajuana, mpaka kwenda referee. Geita Trust Brands ni ushahidi kuwa mikopo ya vijana ni mbegu ya maendeleo inapowekezwa kwa umakini. Mimi naitwa Abel Michael, ni mwenyekiti wa kikundi cha Kishepo. Tujishughulisha na shughuli ya ufundi seremala pamoja na uchakataji wa mbao na magogo. Kikundi chetu kimeanza mnamo mwaka 2021 baada ya kuona kuna mahitaji makubwa ya shughuli za ufundi seremala pamoja na samani za ndani. Tulianza tukaona kwa nini tusianzishe kikundi ili kwenda kutusaidia kwa umoja wetu uliopo hapa. Tukaenda kwa mheshimiwa diwani, ndio akatuambia kama mnaweza muende kwa maafisa maendeleo, kuna hela za halmashauri zinatoka 10% kwa ajili ya vijana. Kweli baada ya muda wa miezi mitatu tukafanikiwa kupata mkopo wa shilingi milioni 7. Mkopo wa kwanza huo ambao ulisaidia kwa kiasi kikubwa. Tumeomba mwaka tukafanikiwa kupata mkopo wa shilingi milioni 15 ambao kwa kiasi kikubwa umetusaidia sana sisi vijana pamoja na jumuiya inayotuzunguka. Kupitia kazi yetu hii, kusema kweli, imetupatia mafanikio mengi makubwa sana. Tenda tunapata nyingi. Hata ukiangalia hapa katika karakana zetu kuna baadhi ya milango nyingi, frame za milango, pamoja na kazi mbalimbali zenyewe zipo ambazo tunazipata kutoka kwa serikali pamoja na taasisi mbalimbali na watu binafsi. Pia tumeweza kuongeza kipato kikubwa. Sasa hivi tuna mtaji, tunauza mbao na biashara hapa ya uchakataji wa magogo tunafanya. Yote hayo yanatokana na hiyo hela ya 10%, ya 4% ya vijana kutoka katika halmashauri yetu. Sisi tunaanza, watu walikuwa wanatucheka. Wanasema kwamba hizi hela za halmashauri zina wenyewe, kwamba nyewe mnahangaika bure tu mwaka 2021. Kwa hiyo tulijaribu kama wazo lile. Kwa baadaye kwetu tukafanikisha, tukapata watu wakaanza kusema kwamba hawa ni wenyewe. Ninawaambia vijana wasiogope. Hela za halmashauri zipo. Ni mradi tu akiwa na wazo zuri, endapo hata kama wakija wale wataalamu kutembea miradi yao walioweka kama andiko mradi iwe inakizi vigezo, hela wanapata. Mwanzo alikuwa anasema kwamba labda wanapata watu wenye Chama cha Mapinduzi. Hapana. Sisi wenyewe sio wanachama wa Chama cha Mapinduzi hapa. Kila mmoja wetu hapa ana imani yake, ana chama chake. Kwa kikundi cha Kishepo, mkopo huu haukuwa tu fedha, ulikuwa fursa kujifunza, kukua na kujenga mustakabali mpya. Naitwa Fidelis Franki, ni mwanakikundi cha Super Business Group. Tunashukuru manispaa kwa kutuwezesha kutupatia mkopo wa shilingi milioni 20, na kupitia mkopo huu tuliweza kununua vifaa vya kisasa kutoka kule tulikuwa tunatumia. Kabla tujapata mkopo tulikuwa tunatumia vifaa vya kawaida, lakini tulipopata mkopo tuliweza kununua mashine ambazo zinatumia umeme, hivyo kuturahisishia kazi zetu kama hii hapa typical na typical nyingine. Lakini pia tulikuwa tunakata kwa mikono, lakini sasa hivi tuna mashine ya kukatia. Kupitia mkopo huu tunashukuru, tumeweza kujifunza swala zima la nidhamu ya fedha, tumekuwa na matumizi sahihi. Lakini pia kupitia mkopo huu tumeweza kuongeza vijana wengine, kwa sababu mwanzo tulikuwa 5, lakini sasa hivi tuko zaidi ya vijana 10 hapa. Kupitia mkopo huu tunajivunia kuwa wachangiaji wazuri wa uchumi katika mkoa wetu pamoja na taifa letu. Kupitia kikundi cha Super Business, mikopo ya vijana inaendelea kuwa chachu ya ubunifu, ajira na maendeleo ya viwanda vidogo. Kabla ya kupata mkopo wa kikundi tulikuwa tunajishughulisha na shughuli mbalimbali. Mwingine alikuwa anauza juisi, mwingine alikuwa anafanya vibarua vya uzalishaji wa tofali katika viwanda tofauti tofauti. Tulitengeneza andiko mradi, tukatengeneza katiba, tukaomba mkopo wa milioni 50. Lakini mkopo huo umetuwezesha kujenga kiwanda hiki ambacho kinaonekana hapa kilipo. Tofali ambazo tunazizalisha kwa sasa ni inchi 5 na inchi 6. Hivyo tumejiunga kwenye mfumo wa NEST
kwa ajili ya kupata tenda mbalimbali za serikali. Kwa hiyo tumeongeza wigo mkubwa wa uzalishaji. Sasa hivi tunazalisha mpaka tofali 10,000. Tumepata manufaa makubwa kwa ajili ya kujikimu kimaisha na kutatua matatizo madogo madogo. Nitumie nafasi hii kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutuona vijana. Pia kuwashukuru maafisa maendeleo kwa kuweza kutupa elimu kabla ya kutupa mkopo. Pia ningependa pia kuwakumbusha wananchi na Watanzania wote kwa ujumla, baada ya kupata fursa ya kupata mkopo kwa kikundi cha Mase Group, kiliweza kutembelewa na Mwenge wa Uhuru 2025. Na makusudio ya Mheshimiwa Rais kwenye hili ni moja kati ya sera zake ambazo alizifanya wakati ameapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aliwaahidi na kuwahakikishia Watanzania kwamba yeye ndiye rais pekee ambaye ataenda kuwasaidia wananchi juu ya kuwawezesha kiuchumi, kwenda kutumia fursa mbalimbali zilizopo katika maeneo yao. Ndiyo maana wakurugenzi hawa nchini walitakiwa kutenga fedha za 10% kwa ajili ya kuyasaidia makundi matatu yafuatayo. Kundi la kwanza ni kundi la kina mama ambao wamepewa 4%. Kundi la pili ni kundi la vijana ambao wamewekewa 4%, na kundi la tatu na la mwisho ni kundi la watu wenye mahitaji maalumu walioweza kupewa 2%. Haya yote ndugu zangu yamewezekana, na ndiyo maana leo hii kwa ushuhuda ambao bila ya kupepesa macho wala maneno tumekuja kujionea kwa vijana wetu wa MAS ambao wamepatiwa fedha kwa ajili ya kutekeleza mradi huo zinazotokana na 4%. Naomba tuwapigieni makofi mengi sana. Mkurugenzi amenihakikishia kwamba manispaa yetu ya Geita imejipanga na fedha zipo za kutosha, watu waende wakatumie fedha hizo. Naomba pigieni makofi mengi sana. Madhumuni ya Mheshimiwa Rais kwenye hili ni kuenda kuondosha malalamiko ya vijana, ni kuenda kuondosha malalamiko ya akina mama, ni kuenda kuondosha malalamiko ya watu wenye mahitaji maalum. Masharti ya fedha hizi, lazima mujikusanye kikundi kinachoanzia watu 5, na hakibagui wewe unaishi mtaa gani, wewe unaishi kata gani. Wewe ukiwa ni mwananchi ambaye umetimiza umri wa miaka 18 na unaishi ndani ya manispaa ya Geita, basi una jukumu la kwenda kutumia fedha hizo. Na ndiyo maana tunapomkuta kijana analalamika, kwa kweli serikali itamcheka, wilaya ya Geita itamcheka, na mkoa mzima huu utamcheka kijana huyo, kwa sababu Mheshimiwa Rais kwenye hilo ameshatimiza wajibu wake. Na ndio maana vijana wetu hawa tumekuja kuwaona kupitia Mwenge wa Uhuru, kwa matumaini ambayo tumekuja kuyaweka kwa vijana. Naamini wengi mtaenda kufanya hivyo na mkurugenzi huyo atawapokea. Na mimi kwa niaba ya wakimbiza Mwenge wa Uhuru wenzangu, kwa kweli tumeridhika juu ya utekelezaji huu kwa 100% juu ya mradi wa vijana. Vijana we! Makala hii ya halmashauri ya manispaa Geita inaonyesha uhalisia wa maisha ya vijana, changamoto, fursa na mafanikio. Kupitia kongamano la vijana, serikali na vijana wanakutana kujenga mustakabali wa pamoja. Mustakabali unaompa kijana nafasi, matumaini na heshima.